Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kupitia jina la Yesu. Somo letu la leo tunaloenda kujifunza, kichwa cha somo kinasema adui yako si mwanadamu, bali adui yako ni maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kusoma Mwanzo sura ya 2 mstari kuanzia wa 7, Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamfanyia mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Bwana akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Yesu asifiwe. Eden ilikuwa ni maisha ya huyu mtu ambaye alikuwa amewekwa wakati ule na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yako ni uwanja ambao Mungu kakuweka wewe leo hii. Adui yako ambaye unapambana naye kwenye huo uwanja ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye maisha yako kuna kitu ambacho Mungu kakiumba kwenye maisha yako, na ili uweze kufanikiwa ni lazima ukitafute na kukipata hicho kitu. Na hapo pamoja na kukitafuta hicho kitu, kumbuka naye adui yako halali wala asinzii akikuzuia ili usiweze kukipata hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome Mwanzo sura 3 mstari wa 1. Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati ule Mungu alipomuumba mwanadamu na kumweka katika bustani ya Eden na kuwaumba wanyama wote na kuwaweka Eden, Biblia inasema nyoka alikuwa ni mwelevu kupita wanyama wote wa mwituni, na kupitia uelevu wake akamfuata mwanadamu aliyewekwa kwenye bustani ya Eden na kuanza kumshawishi kwenye lile eneo ambalo Mungu alimweka yule mwanadamu. Kwenye maisha yako kuna watu ambao shetani atawaleta kwenye maisha yako ili wakuondoe, ili uache kufocus kwenye eneo ambalo Mungu kakuweka upambane na maisha yako, uanze kupambana na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka huyu nyoka, shetani alimvaa huyu nyoka kulingana na uelevu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao shetani atawaleta kwenye maisha yako, watakuwa ni wanadamu lakini ndani yao atakuwa ni shetani akinena. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuwa ni shetani akiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 16 mstari wa 23, Biblia inasema hivi: akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye maisha yako shetani, ili kukuvuruga kwenye maisha yako, ili kukuvuruga kwenye yatima yako, ili kukuvuruga kwenye biashara yako, kuna watu ambao watakuja na mawazo ya kibinadamu. Wataonekana kama ni watu wanaongea, lakini ndani yake kutakuwa kuna shetani anazungumza. Mfano, mtu anakuja anasema kwamba ni wakuolewa wewe, ni wakuoa wewe, ni wakufanya kazi fulani wewe, ni wakuinuliwa wewe, ni wakubarikiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mawazo ambayo shetani anayapanda kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kaongea, hauwezi kufanikiwa, hauna elimu, haujasoma, umetoka kwenye familia kimaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mawazo ya kibinadamu, ni macho ya kibinadamu ambayo shetani anaweza kayatumia ili kuweza kukurudisha nyuma. Yesu aliliona hili jambo na leo anatufungua kwamba wanadamu, shetani anaweza katumia mawazo ya kibinadamu ili kuturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ili kufanikiwa tunahitaji tulifuate neno la Mungu linavyosema kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na si katika hapo tu, shetani anaweza kainuka kwenye ndoa yako, anaweza kainuka kwenye mahusiano yako, anaweza kainuka kwenye biashara yako, anaweza kainuka kwenye elimu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wa kuwatumia, atawatumia wanadamu ili kukuvuruga kwenye hatima yako, ili kukuvuruga kwenye kazi yako, ili kukuvuruga kwenye elimu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwatazama kwa macho kibinadamu, unaweza kawaona kwamba ni maadui zako. Nataka nikwambie leo, adui yako si mwanadamu, bali adui yako ni maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama shetani anamtumia mwanadamu ili kuweza kuvuruga maisha yako, hata Mungu na yeye atamtumia mwanadamu ili aweze kukusaidia kufika kwenye hatima yako. Sasa kuna maadui wa aina mbili. Kuna maadui wa kwanza ambao
wanapandiwa mbegu na shetani ya uadui kwenye maisha yako. Wao wanaweza wakawa ni watu ambao wamesimama katika maisha yako kuhakikisha wanavuruga hatima yako, kuhakikisha wanavuruga baraka zako, kuhakikisha wanavuruga mafanikio yako, na wao huwa ni kama walinzi wa kumwakilisha shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa adui wa aina ya pili ni huyu. Anaweza akawa ni mtu mwema kabisa, ametumwa na Mungu kwenye maisha yako ili akusaidie, isipokuwa atakavyosogea kwenye maisha yako atakutana na watu ambao wamepandikizwa mbegu mbaya na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, akishasogea huyo mtu kwenye maisha yako, jambo la kwanza atakutana na hao walinzi ambao wamesimama kuhakikisha haufikii kwenye hatima yako, kuhakikisha baraka zako hazikufikii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao kazi yao na shetani ni wamewekwa kwenye maisha yako kuvuruga hatima yako, kuvuruga baraka zako. Kwa hiyo mtu ambaye amebeba baraka za Mungu akikutana nao, wataanza kukuchafua, wataanza kusema vibaya. Asipokuwa makini, tayari ile mbegu na yeye itaanza kuingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala ya kuwa mtu mwema atakuwa mbaya, ndani yake kutaanza kuota utu ubaya. Ndio maana Biblia inasema mpende adui yako na kumwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukianza kumpenda na kumwombea, utaanza kushindana na hiyo mbegu ya ubaya ambayo imepandwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, si kila adui kwenye maisha yako ni adui yako. Si kila adui kwenye maisha yako ni adui yako. Kuna mwingine kavalishwa uadui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kwenye maisha yako kuna watu wangapi ambao wamesimama kukuzuia kwenye hatima yako, kukuzuia kwenye maisha yako, kukuzuia kwenye mafanikio yako. Nataka nikwambie leo, haijalishi shetani mwenyewe anakuotesha na kukuonyesha maono kwamba umefungiwa au umezikwa kwenye kaburi na umefungiwa kwenye jeneza. Nataka nikwambie, yupo Yesu Mnazareti ambaye amesema imeandikwa, imekwisha. Yawezekana maadui zako wanasema hauwezi kufanikiwa, hauwezi kuendelea, hauwezi kupambana. Biblia imeandikwa katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari kuanzia wa 10, inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu zake. Nataka nikwambie leo, unahitaji kuvaa silaha za kiroho kwenye biashara yako, kwenye hatima yako, kwenye ndoa yako. Unahitaji kuvaa silaha za kiroho. Nataka nikwambie, adui wa maisha yako si mwanadamu, si mpangaji mwenzio. Nataka nikwambie leo, adui wa mafanikio yako ni shetani ambaye halali usiku na mchana, anasimama mlangoni kukuzuia usifikie kwenye hatima yako, usifikie kwenye baraka zako, usifikie kwenye ndoa yako. Yawezekana kuna watu ambao amewasimamisha ili kukuzuia usipige hatua kusonga mbele. Sema, ninayaweza leo mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Iwe ni kwenye ndoa yako. Yawezekana kuna watu wanasema leo, ndoa, hakuna ndoa miaka hii, hakuna kuolewa miaka hii, hakuna kuoa miaka hii. Wewe sema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Neno la Bwana linasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Mke mwema utoka katika Bwana. Wewe sema, mke wangu yuko kwa Bwana, mme wangu yuko kwa Bwana, biashara yangu yuko kwa Bwana. Wewe sema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yawezekana shetani mwenyewe anakuonyesha katika maono umezikwa kwenye jeneza, umezikwa kwenye kaburi. Sema, sitakufa, nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Ndoa yangu haitakufa, biashara yangu haitakufa, kazi yangu haitakufa. Yawezekana kuna watu wamesema hautafanikiwa, hautaendelea. Neno la Bwana limesema wewe ni kichwa wala si mkia. Utaendelea, utaendelea, utakuwa hai, hautakufa, utaishi. Kili maneno ya uzima jioni ya leo. Sema, sitakufa, nitaishi. Ndoa yangu haitakufa, ndoa yangu itaishi. Elewa, adui yako kwenye maisha yako unayepambana naye si jirani yako,
si jirani yako, si baba yako. Mzazi wako anaweza kainuka akakataa kukusomesha, akakataa kukusomesha, akakataa kukupa mtaji. Nataka nikwambie leo, adui yako si mzazi wako, adui yako si jirani yako, adui yako si rafiki yako, adui yako ni shetani. Isipokuwa hao ni wanadamu, wanatumiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo, kaza macho yako, elewa msaada wako uko katika Bwana, na adui yako kupambana naye ni shetani mwenyewe. Tafuta nguvu za Mungu za kuweza kupambana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kwenye familia yenu hakuna mtu aliyefanikiwa, hakuna mtu aliyetoka kimaisha, hakuna mtu aliyetoka kielimu, sema mimi nitatoka, mimi nitafanikiwa. Maana Biblia inasema tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Wewe si wewe unaishi, sema si mimi ninaishi, bali ni Kristo ambaye anaishi ndani yangu. Uhai wangu umefichwa katika yeye. Pambana na maadui zako, inuka, piga kifua mbele, sema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kili maneno ya ushindi kwenye maisha yako, kili maneno ya uzima, sema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yawezekana kwenye maisha yako. Hakuna mtu kwenye ukoo wenu, hakuna mtu aliyemiliki gari, hakuna mtu aliyepanda ndege, hakuna mtu aliyefanikiwa. Wewe sema mimi ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Inuka, piga kifua mbele, sema ninatembea mbele, ninakomboa maisha yangu, ninakomboa hatima yangu, ninakomboa chochote kile ambacho shetani amekishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Adui kwenye maisha yako, adui kwenye maisha yako ni shetani. Hao wanadamu wanatumiwa na shetani. Jioni ya leo, sema Yesu nisaidie kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako. Kama kuna kizuizi chochote, kuna mtu ambaye amesimama mbele yako kukuzuia usifike kwenye hatima yako, kuna shetani ambaye ndiye ambaye anafanya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye ambaye anapambana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua macho yako, fungua macho yako, pambana na adui yako ambaye ni shetani, wala si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki. Naitwa Mhubiri Ombeni.